Je, wafahamu kwamba mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa maarufu kama SGR ndio mradi wa gharama ya juu zaidi kuwahi kufanyika nchini Kenya? Karibu ndani ya makala haya Fahamu Ulimwengu, nami Joseph Talam Sirma ni kufahamisha miradi mbalimbali za gharama ya juu zaidi kuwahi kufanyika nchini Kenya tangu wakati wa ukoloni. Tangu Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963, serikali imeweka kipaumbele maendeleo ya miundombinu kama njia ya kuimarisha uchumi, kuunganisha maeneo ya nchi na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa miongo 6 iliyopita, taifa imejikita katika kutekeleza miradi mikubwa inayoguza sekta mbalimbali kama usafiri, nishati, afya, michezo, biashara na mengine mengi. Miradi hii ambayo mara nyingi imehusisha uwekezaji wa mabilioni ya pesa na ushirikiano wa kimataifa imesaidia sio tu kukuza uchumi wa ndani bali pia kuimarisha nafasi ya Kenya kama kitovu cha biashara na maendeleo Afrika Mashariki. Licha ya changamoto kama ukosefu wa rasilimali, mzigo wa madeni na ucheleweshaji wa utekelezaji, mafanikio ya baadhi ya miradi hii ni ushahidi wa juhudi za serikali na washirika wake katika kujenga taifa lenye miundombinu imara ya kisasa. Makala haya yanamulika miradi ya gharama kubwa zaidi iliyotekelezwa nchini Kenya tangu uhuru, yakichambua gharama na muda wa utekelezaji. Reli ya kisasa, Standard Gauge Railway. Mradi wa reli ya kisasa SGR ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu kuwahi kutekelezwa nchini Kenya. Mradi huu ulizinduliwa rasmi mwaka 2014 ukiwa na lengo la kuboresha usafiri wa mzigo na abiria kati ya miji mikuu ya kiuchumi Nairobi na Mombasa kwa kutumia njia ya reli ya kisasa badala ya reli ya zamani meter gauge. Awamu ya kwanza ya mradi huu, ambayo inaunganisha Nairobi na Mombasa takriban kilomita 480, ilikamilika na kuzinduliwa mwaka 2017 na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, huku awamu ya pili kuelekea Naivasha ikikamilika mwaka 2020. Mradi huu umefadhiliwa kwa kiasi kikubwa na mkopo kupitia benki ya Exim ya China. Mradi wa SGR ya Kenya umetaja kugharamia takriban shilingi bilioni 600. Hii imeufanya kuwa mradi wa miundombinu wa gharama ya juu zaidi kuwahi kufanyika nchini Kenya hadi sasa. Licha ya gharama yake kubwa, reli hii imechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari barabarani, kuongeza kasi ya usafirishaji wa bidhaa na kuchochea biashara kati ya miji. Cha kushangaza, taifa la Tanzania pia limekuwa likitekeleza mradi wa SGR unaofanana kwa dhamira lakini tofauti katika utekelezaji. Mradi wa SGR ya Tanzania ulianza mwaka 2017 ukilenga kuunganisha mji wa Dar es Salaam na mji wa Mwanza, kisha kupanuliwa kuelekea nchi jirani kama Rwanda, Burundi na DRC. Tofauti kubwa ni kuwa Tanzania iliamua kufadhili sehemu kubwa ya mradi huu kupitia fedha za serikali na mikopo ya riba nafuu, huku pia ikishirikisha wakandarasi kutoka Uturuki na Ureno. Gharama ya jumla ya mradi wa Tanzania inakadiriwa kuwa chini ya dola bilioni 10 kwa urefu wa zaidi ya kilomita 1600, huku Kenya ikitumia takriban bilioni 6 kujenga kilomita 575 kutoka Mombasa hadi Naivasha. Kwa hivyo, kwa gharama sawa au chini kidogo, Tanzania inajenga SGR yenye urefu mara 3 zaidi ya Kenya, huku ikitumia teknolojia ya umeme badala ya dizeli kama ya Kenya. Kituo cha umeme wa joto ardhi cha Olkaria, maarufu kama Olkaria Geothermal Station. Kituo hiki kilianza kazi mnamo mwaka 1981, lakini shughuli kubwa za upanuzi zilianza mwaka 2009 chini ya Rais Mwai Kibaki na baadaye kuendelezwa na Rais Uhuru Kenyatta. Mradi huu unatarajiwa kugharimu takriban bilioni 469 itakapomalizika kikamilifu. Olkaria ni mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya nishati ya joto ardhi barani Afrika na kinachangia pakubwa katika uzalishaji wa umeme wa kijani. Kupitia mradi huu, Kenya imepunguza utegemezi wa mafuta na kuwa kiongozi katika matumizi ya nishati mbadala barani Afrika. Mradi wa bandari ya Lamu na Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport Corridor maarufu kama LAPSSET. Mradi wa bandari ya Lamu na LAPSSET ni mojawapo ya miradi mikubwa ya kimataifa ya miundombinu barani Afrika, ukiwa na lengo la kuimarisha nafasi ya Kenya kama kitovu cha biashara kikanda na bara zima. Mradi huu ulizinduliwa rasmi mwaka 2012 ukiwa sehemu ya dira ya maendeleo ya Kenya ya kufungua ukanda wa kaskazini na kuunganisha nchi ambazo hazina bandari kama Sudan Kusini na Ethiopia kupitia njia mbadala ya usafiri inayopitia bandari mpya ya Lamu.
Mradi mzima wa Lapsset ukikamilika unakadiriwa kugharimu takriban trilioni 2.7, ikiwa ni miongoni mwa miradi ya gharama kubwa zaidi kuwahi kutekelezwa nchini Kenya. Gharama hiyo inahusisha ujenzi wa bandari ya kisasa ya Lamu ambayo imegharimu bilioni 402, barabara kuu na reli mpya, kiwanja cha ndege cha kimataifa, bomba la mafuta, mji mpya ya kiuchumi kando ya njia hiyo. Awamu ya kwanza ya mradi huu ulikuwa ujenzi wa sehemu ya bandari ya Lamu ambapo magati au eneo la maegesho makubwa matatu yalijengwa kwa shilingi bilioni 402. Awamu hii ilikamilika na kuzinduliwa rasmi mwaka 2021. Ujenzi wa miundombinu ya kuunganisha bandari hiyo na maeneo ya ndani ya nchi na nchi jirani bado unaendelea. Mradi wa bandari ya Lamu na Lapsset ni mfano wa uwekezaji mkubwa wa kimataifa unaolenga kuinua uchumi wa Kenya na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Ingawa utekelezaji wake umechukua muda kutokana na gharama kubwa na changamoto za kifedha, mafanikio ya awamu ya kwanza yanaonyesha dhamira ya Kenya kujiimarisha kama lango kuu la kibiashara na usafiri barani Afrika. Upanuzi wa bandari ya Mombasa. Mradi huu ulianza mwaka 2013 ukiwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Awamu ya kwanza ya mradi huu ulikamilika mwaka 2016 huku shughuli za upanuzi zikiendelea hadi sasa. Gharama ya mradi huu unakadiriwa kufika bilioni 143. Bandari ya Mombasa ni lango kuu la kibiashara kwa nchi nyingi za Afrika Mashariki kama vile Uganda, Rwanda na Sudan Kusini. Upanuzi huu unalenga kuongeza uwezo wa bandari hiyo katika kushughulikia mizigo nyingi na hivyo kuchochea biashara na uchumi wa kikanda. Barabara kuu ya Nairobi Expressway. Barabara ya kulipia ya Nairobi maarufu kama Nairobi Expressway ni mradi wa kisasa wa miundombinu uliolenga kupunguza msongamano mkubwa wa magari jijini Nairobi. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2020 na ulikamilika mwaka 2022 ukiwa moja ya miradi iliyokamilika kwa kasi nchini Kenya. Barabara hii ina urefu wa kilomita 27 na inaunganisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi eneo la Westlands likipitia juu ya barabara ya Mombasa Road. Lengo kuu la mradi huu lilikuwa kutoa njia ya haraka kwa wasafiri na wafanyabiashara, hasa wale wanaohitaji kufika katikati mwa jiji au kuondoka haraka kuelekea uwanja wa ndege. Kwa gharama ya takriban bilioni 1.3, barabara hii ilijengwa kupitia mfumo wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na ya binafsi PPP. Ujenzi wake ulitekelezwa na kampuni ya China Road and Bridge Corporation CRBC, ambayo pia ina haki ya kuendesha barabara hiyo kwa muda fulani ili kurejesha uwekezaji wake kupitia ada za kulipia. Barabara hii ni ya kwanza ya aina yake nchini Kenya, ikiwa na vituo vya kulipia vya kisasa, kamera za usalama, taa za barabarani na viingilio na vituo vya kutoka vinavyorahisisha harakati. Imekuwa mkombozi mkubwa kwa wasafiri, ikipunguza muda wa safari kutoka zaidi ya saa moja hadi dakika chache tu katika baadhi ya nyakati. Upanuzi wa terminal ya uwanja wa ndege wa JKIM. Jumla ya gharama ya mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta inakadiriwa kuwa shilingi bilioni 200. Hata hivyo, mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya KAA ilitaja kuwa inaweza chukua hadi miaka 50 kupata fedha zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo haya makubwa, ila sehemu ya upanuzi ulianza mwaka 2012 na kukamilika mwaka 2014 ukiwa chini ya uongozi wa Rais Mwai Kibaki mwishoni mwa utawala wake na kuendelea chini ya Rais Uhuru Kenyatta. Sehemu ya mradi huu uligharimu takriban bilioni 91.2. Lengo lilikuwa kuboresha uwezo wa Kenya katika kushughulikia abiria wengi na kufanya nchi kuwa kitovu muhimu cha safari za anga Afrika Mashariki na Kati. Barabara kuu ya Thika maarufu kama Thika Superhighway. Barabara hii ya kisasa ilianza kujengwa mwaka 2009 na kukamilika mwaka 2012 chini ya uongozi wa Rais Mwai Kibaki. Ujenzi wa barabara kuu ya Thika yenye urefu wa kilomita 50.4 inayounganisha Nairobi na Thika ulikamilika kwa jumla ya gharama ya shilingi bilioni 31. Ufadhili wa mradi huu ulitolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB ambayo ilitoa shilingi bilioni 14.4. Benki ya Exim ya China ilichangia kwa shilingi bilioni 8 na serikali ya Kenya ilitenga shilingi bilioni 8.6. Barabara hii ina njia nyingi, mabadiliko ya njia, madaraja ya juu na madaraja ya watembea kwa miguu, ikiboresha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usafiri kati ya Nairobi na Thika.
Hospitali ya mafunzo, rufaa na utafiti ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. Mradi huu ulianza mwaka 2013 na ulikamilika mwaka 2020 ukiwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Gharama ya ujenzi ilikuwa takriban bilioni 29.4. Hospitali hii ni moja ya taasisi kubwa za afya nchini Kenya, ikiwa na lengo la kutoa huduma maalum za matibabu, kufundisha wataalamu wa afya na kukuza utafiti wa kitabibu. Imeongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa nchi kukabiliana na changamoto za kiafya. Mbali na miradi mikubwa ya bandari, barabara, nishati na afya, Kenya pia imewekeza katika maendeleo ya miundombinu ya michezo na vipaji, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuinua sekta ya burudani, michezo na utalii. Mfano wa hivi karibuni ni pamoja na ukarabati na uboreshaji wa uwanja wa Kasarani ambao ni miongoni mwa viwanja vikubwa zaidi Afrika Mashariki. Uwanja huu uligharimu shilingi bilioni 7.8 ulipojengwa mwaka 1987 chini ya uongozi wa Rais Daniel Moi. Aidha, ujenzi wa Talanta City Stadium ambao ni sehemu ya ajenda ya serikali ya kuendeleza vipaji umeibua matumaini mapya kwa wanamichezo chipukizi na jamii kwa ujumla. Mradi huu ni sehemu ya mabadiliko yanayolenga kubadilisha taswira ya michezo nchini kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya mafunzo na mashindano pamoja na kuzalisha ajira kwa vijana. Mradi huu unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 44.7. Miradi hii ya miundombinu inaakisi ndoto ya Kenya ya kuboresha usafiri, nishati, afya na mfumo wa biashara. Ingawa imegharimu pesa nyingi, inaangaliwa kuwa uwekezaji wa muda mrefu unaolenga kujengea Kenya misingi wa kujitegemea kiuchumi na kuwa kiongozi wa kikanda. Licha ya changamoto kama deni kubwa na muda mrefu wa utekelezaji, miradi hii itaendelea kuathiri mustakabali wa Kenya kwa miongo ijayo. Sasa wafahamu ndani ya Fahamu Ulimwengu, nami Joseph Talam Sirma. Shukran kwa kutazama. Tafadhali na kusihi like, comment, subscribe kisha share. Shukran.